Unapowasikiliza wale waliotangulia, waliotimiza ndoto zao, unagundua jambo moja la msingi: mafanikio hayaji kwa bahati. Kuna safari, kuna kujifunza, kuna kujitoa. Tazama, waliamua kutumia kile walichonacho, wakakipa thamani, wakakifanyia kazi kwa bidii na uadilifu, na leo wameacha alama kwa jamii. Hii ni Mtu wa Watu ya Legit TV. Tunakuunganisha na yule mtu bora kabisa unayetaka kuwa. Mtume, Bwana Yesu asifiwe. Amina, tunamshukuru Mungu. Ndio. Amen. Naona leo tupo katika jengo hili kubwa. Ya, tunamshukuru Mungu. Hii ni ndoto yako nyingine. Amen. Amen. Kabla tukiendelea kutupatia makubwa yanayohusiana na hili jengo kubwa, nadhani vizuri tupatie maombi kidogo. Amen. Tushukuru. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamekanyaga katika jengo hili, Zetido Muhando pamoja na timu yake waliokuja kutembelea katika eneo hili. Naomba baraka zako, hekima yako na neema yako kapata kusoma pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tulikuwa Mbeya. Ndio. Ambako kulikuwa na shughuli nyingi. Yes. Na ukatueleza kuna mambo mengine mengi tu ambayo labda hatukupata nafasi ya kuyaona kule. Amen. Ukasema tutakuja tupeleke tuyaone mengine hasa hapa Dar es Salaam. Amen. Hii sehemu ya Kawe siku zote imekuwa labda ndio nembo yako kwa sababu hapa ndio kama maskani. Ndio. Baraka zote na kila kitu kimekuwa kifanyika hapa. Amen. Lakini sasa naona umekuja umesogea huku pembeni kidogo. Labda kwa nini umeamua kuja huku? Kutokana na kwamba pale sasa hivi kuna ujenzi nafikiri wa majengo ya National Housing yanajengwa ambayo yanaendelea mpaka pale tulipo. Ndio. Na wao ndio walitupa eneo lile. Na tuna mahema yanaendelea pale. Lakini baada ya kutaka kuendelea na ujenzi walitupa eneo lingine hili ili tuendelee kujenga hapa na watu waendelee kusali hapa. Sawa. Kwa hiyo amewapa kama kwa kukodisha au mmelinunua sasa? Kama watu wote wanaotumia maeneo ya National Housing. Ndio. Lakini vile vile ni kwa sababu ya nchi yetu inayoheshimu mambo ya dini. Ndiyo. Kwa hiyo ikabidi watupe kwa tuseme ni kwa kodi. Lakini kwa muda wa kutosha. Sasa umeweka hili hema kubwa, kama nasema hivyo, mahema makubwa. Ndiyo. Na katika hali hiyo ya kusema umepewa ardhi kama ya kukodisha, hudhani watakapokuwa wamebadilisha mawazo yao yatakinzana sasa na hali ya hali itakavyokuwa wakati huo? Cha kwanza lazima kuwe na mikataba. Ndio. Huwezi kufanya kitu kama hiki bila kukaa chini na mikataba na hatupaswi kufanya vitu kwa hofu. Tunapaswa kufanya vitu kwa imani. Ndiyo. Na kujua kwamba Mungu aliyetupa kibali, kwa sababu kazi ya Mungu huwa inaenda na nini Mungu anataka kufanya. Ndio. Hatuendi tu kwa akili ya kusema umeamua. Lakini kuna kitu tunasikia ndani. Na afadhali umelifanua sana vizuri hili. Kwa sababu watu wengi kwa safari Mwamposa kanunua au vipi? Maana eneo hili nalo ni eneo lina historia yake. Tanganyika Packers ina historia yake. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakisema stories za hapa na pale. Kabla hatujaingia hapa, ndio palikuwa na eneo ambalo Mungu ametutumia sana kupatengeneza. Kwa sababu ilikuwa hapa na historia mbaya. Ya watu kuuliwa, watu kubakwa. Kulikuwa mtu hawezi kukatiza ovyo hapo. Tangu tumeingia hapa amekuwa historia yake imebadilika. Ni kweli. Sawa, sasa hii la jengo hili ni ndoto au ni kwa sababu ya hali halisi ya mabadiliko katika huduma yako ili kufanya ufikirie kuja na ujenzi huu ambao kwa kweli nadhani ni wa aina yake hapa nchini au kama si Afrika Mashariki na Kati, kama si Afrika, lakini ingawa naambiwa huko kwingine kama Nigeria kidogo mambo ni makubwa. Ndio. Kwa Afrika nafikiri Mungu alinipa vision ya kutumia mahema. Ndio. Pale kama unaona tulipokuwa zamani ambapo tunasali, mahema bado yanatumika na ni makubwa. Lakini haya ni makubwa zaidi. Ndio. Lile la pale na hili ni mara 2 ya lile na zaidi. Ndio. Yaani lile linaingia mara 2 huko na zaidi. Sawa. Na kwa sababu ya Mungu alitupa kibali. Ndio. Na mahema kwa nini napenda? Ndio. Kwa sababu mahema yanaonyesha una maono baada ya kuendelea. Ndio.
Wewe fikiria pale nilipokuwa nimebadilisha zaidi ya mara ngapi? Ndio. Nilikuwa na mahema madogo nikaongeza. Ndio. Tulikuwa na jengo lile la National Housing tukaongeza mahema makubwa. Ndio. Kama ingekuwa naweka kuta, Ndio. tungebomoa mara ngapi? Tungebomoa mara nyingi Mara sana. nyingi. Kwa hiyo napenda mahema kwa sababu hata watu wakizidi sasa, Ndio. unafungua tu mahema yako. Ndio. Watu wanakaa nje. Ndio. Kwa hiyo wakikaa mpaka nje bado ni salama. Pia mahema napenda kwa sababu ya usalama. Maelfu ya watu wakisha kuwa wengi. Ndio. Usalama pia, watu wakiwa wengi, usalama lazima uzingatie. Kwa sababu kukiwa na kuta, kukatokea jambo lolote, kila mtu atafute mlango, ni shida. Lakini mahema, kukiwa na watu wengi unafungua mahema juu. Ndio. Kwa hiyo hata ukitokea lolote, kila mtu anatokea popote. Anatokea. Kwa hiyo usalama unakuwa ni mzuri zaidi. Sasa. Yeah. Sasa. Yeah, kwa hiyo kwanza ni kujua kwamba hatuna maono ya kuishia hapa. Ndio. Mahema unaweza kuongeza wakati wote. Kwa mfano hili pale linapoishia pale. Ndio. Pale linapoishia pale ni mita 100 kutoka huku. Ndio. Kutoka huku mpaka pale. Mpaka pale. Lakini kutoka huku mpaka kule ni mita 200. Ndio. Ambapo tunasema ni mita 200 manake kama ni uwanja wa mpira unaukata ni mara 4. Mara 4. Viwanja vinne vya mpira. Viwanja vinne vya mpira. Sasa mita hizi urefu huu na upana huu ukiangalia bado lile lingine ni mita 80, ni mita 40 kwa 100. Ndio. Lile ukiliweka kwa urefu. Ndio. Ina maana urefu vitafanana lakini upana ni mita 40 zitaongezeka. Kwa ina maana lile tunalitoa tena. Dio. Uzuri wa mahema ni kufungua. Aha. Ndio maana hata hapa kukitokea lolote unafungua unaenda kulifunga mahali pengine. Kwa hiyo ni simple. Ndio. Ni ya gharama lakini ni kitu rahisi, huwezi kupoteza kitu. Ndio. Pale lile tunaenda kuliongeza pale. Ndio. Tunaenda kuliongeza kwenda mbele zaidi. Kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo lile likitoka kule litakuja kuungana pale. Sawa. Kwa hiyo tutakuwa na sasa hii vision. Ndio. Imetokana na nini? Kwamba una watu wengi, unataka watu wawe katika mazingira mazuri zaidi. Ndio. Ni nini hasa ambacho ukifika ukasema nafikiri sasa wakati umefika wa kufanya mabadiliko na kuweka kitu ambacho kitakuwa na mvuto na hali iliyo tofauti kabisa? Unajua Mungu akupa maono. Ndio. Maono yakiwepo, ndio Mungu anawezesha. Lakini pia Bible inasema without vision people perish. Yes. Ukikosa maono utapotea. Ndio. Ukiwa na vision, lazima uwe na vision ya kuongezeka. Ndio. Na tunawaza, Biblia inasema panua mahali pako. Ndio. Ili nipate kupajaza. Sasa kwanza tuna maono ya watu wengi. Ndio. Lakini vile vile hata hili hema halitoshi watu tulio ambao Mungu ametupa. Ndio. Kwa sababu pale zile hema kubwa ninafanya ibada 2. Lakini kisa nifanye ibada moja haitoshi. Na ukiangalia mikutano ambayo tunaifanya kama ule mkesha tuliofanya ulikuwa na watu zaidi ya 400 na. Ndio. Sasa utaona kabisa hata hili halitoshi. Kwa ni vision ambao tunafanya hema hili watu watakuwa wengi, lakini ndio maana tuliweka wazi kule nje. Ili watu wakizidi waendelee kukaa. Ndio. Hebu tupe picha ya maelezo ya kile ambacho unakitarajia kukiweka katika mahema haya. Ni mvuto upi, na labda waumini sasa watakaokuja watakuwa katika mazingira gani yaliyo tofauti hapa kulinganisha na kule? Kwanza ukiangalia tu yenyewe pale kule simenti yenyewe ambayo imekaa, nilikuwa nataka watu wakae eneo ambalo hata akivua kiatu anaweza akasimama. Lakini pia vile vile ni furaha yangu kuona watu wamekaa vizuri wanaponisikiliza. Tukaagiza viti hivi kutoka kiwandani. Ndio. Kiangalia viko ni order special. Ndio. Na ni order special kutoka kiwandani. Ambayo kila mtu anatakiwa akae. Hii ni inuka uangaze, Arise and Shine, the Heaven Embassy. Ubalozi wa mbinguni. Ndio. Yaani maana yake ni ubalozi wa mbinguni. Kuna ubalozi wa duniani, lakini kuna ubalozi wa mtumishi wa Mungu, wewe ni balozi. Ndio. Alafu hapa Isaya 60 mstari wa kwanza ndio lipo neno hili, Arise and Shine. Sasa. Na ndio Mungu aliponipa neno hilo la maono haya ya inuka uangaze. Sawa. Arise and Shine. Sasa kama nilivyouliza hapo nyuma, ni vitu gani ambavyo unategemea vitakuwa vya aina yake katika jengo hili? Hapa mvuto gani ambao utakuwa ni wa kusema? Kwanza hili tu lilivyo. Ndio. Linavutia watu. Ni kweli. Watu wanafurahia. Ukiangalia huku juu mataa
mafeni, lile halina feni. Alafu vile vile ile madhabahu iliyopo pale tuliyojenga, ambayo bado haijakamilika, kuna vitu vimeshafika sasa hivi kwa bandarini. Kuna trasi ambayo inakaa inakava pale pote na ina mataa mengi sana. Mataa mengi sana ambayo ukitaka madhabahu yote iwe blue, siku hiyo inakuwa blue pot. Ukiwasha tu taa the blue, ukiweka tu blue yote inakuwa blue. Ukitaka pale pekundu, madhabahu yote inakuwa pekundu, watu wakiangalia. Lakini namba 2, kitu kingine ni kwamba speaker zilizowekwa humu zimetengenezwa maalum kwa ajili ya humu. Zinazo zimeshafika, zinafungwa kila eneo humu, na ni speaker ziko kwenye standard ya juu zimewekwa. Namba 3, ofisi zake na vyoo vya hapa, vile vyoo vilivyotengenezwa kwa ajili ya hapa, vimetengenezwa kutoka China, navyo ni vya kupachika tu. Yani kuta zake kila kitu vinatoka China. Kwa ikiwekwa vile vyoo ndani yake tunaweka speaker. Maana yake mtu hata akiwa anaenda chooni bado atasikiliza ninafundisha nini. Asipoteze point yoyote. Kwa ujumla umezungumzia habari ya China, tulikuwa tufika kwa jumla, ina maana karibu ujenzi huu wote umetengenezwa China. Yes, ujenzi wote umetengenezwa China, na sehemu kubwa sana tumeagiza kutoka China viwandani. Kwa hiyo mahema yote, wale walionitengenezea lile hema ndio hao walionitengenezea hili, na hata walikuja hapa kwa ajili ya kusaidia kuangalia nini kifanyike. Lakini vile vile viti ni kiwanda kingine. Lakini tukisaidiwa na hao wa China wa kiwanda hiki, kwa sababu wameshakuwa marafiki zetu, kulingana na wao wenyewe walifurahia, wakabidi waje hapa wakajenga urafiki. Na yule ambaye ni kiongozi wa kiwanda alipofika hapa tukampa injili ya Yesu, ameokoka. Sasa anakujaga ibadani na anafuatilia akiwa China kwenye Zoom. Na hivi mpaka sasa hivi kuna ofisi yangu amenitengenezea China pale. Kwa hiyo tuna ofisi ya Rise and Shine pale China. Turejee kwenye viti. Viti ulivyonavyo unaona vya rangi ya blue, alafu kuna vyeusi pale, alafu kuna vyekundu. Hizi ni rangi maalum ambazo umezichagua kwa sababu maalum au vipi? Rangi tulizoweka humu, mimi napenda rangi ya blue. Kuna blue nyingine itakuja ambayo imekolea zaidi. Viti bado vinaletwa. Rangi napenda rangi ya blue, lakini pia vyekundu hivi na maana yake katika ufalme, vina rangi ya ukombozi, damu ya Yesu, au vina rangi ya utawala. Lakini pia vile vile blue ndio rangi ambayo naipenda. Naipenda wewe? Napenda rangi ya blue. Alafu kuna rangi nyingine itakuja gold. Kiangalia hata TV yetu ina rangi ya gold, blue na white. Sawa. Kwa jumla unategemea kama watu wangapi ambao wanaweza kusema wamekaa vizuri, achilia mbali zile kongamano maalum, lakini hii zile huduma za kwako za mwishoni mwa wiki, Jumamosi na Jumapili? Yes. Hapa tutakuwa na, tukishalihamisha na lile kuja pale, ni zaidi ya watu 50,000. Wakikaa vizuri, wakipangwa vizuri, ni zaidi ya watu 50,000. Lakini ukibananisha watu wengine wakasimama hapa, kwa sisi unaweza kuongezeka. Tanzania naona gurudumu hayo. Kuna vitu vingi sana hapa. Ukiangalia hapa, ukiangalia hizi ni troli maalum, naona. Ngoja uangalie hapa. Hii ni kwa ajili ya, hatutaki watu wabebe viti tena kwa vichwani. Hii ndio viti wa vijana wanasukuma viti, kupanga viti. Wanapanga viti, kwa hiyo wanatumia hizi. Hawapati kazi sana. Imechukua muda gani kujenga hii sehemu? Kwa kawaida haichukui muda mrefu, lakini imechukua muda kidogo kwa sababu ya materials zingine zilikuwa zinatoka China zinachelewa. Lakini zikiwepo zote, mtu akiamua kujenga ile amemaanisha. Nafikiri ndani ya miezi 3 anakuwa ameshasimamisha vizuri. Ameshasimamisha hema. Sasa hapa kinachotuchelewesha ni mambo ya speaker, mambo ya madhabahu kutengeneza hapo, na hizi carpet zilikuwa kabisa bandikwa. Mtakuwa mnaruhusu waandishi wa habari hapa? Sasa kwa sababu tuna vyombo vyetu vya habari, na ukiruhusu sana, kwa sababu wengine unaweza ukavuruga maana ya ibada. Ni kweli. Maana ya ibada kwa sababu ibada kama wanakuja, labda wanakuja kwa ajili ya
kujua kuchukua kinachoendelea na watu wengine wapate. Lakini ni wale ambao wameruhusiwa. Kwa sababu wakati mwingine huwezi kujua nani namruhusu na ana maana gani. Ndio. Hapa ndio uliposema hili ndio jukwaa la madhabahu. Ndio. Kubwa lakini lilivyotengenezwa kama vile lina maana nyingi. Ndio. Labda hebu tufahamishe. Mzee Tito Muhando hapa. Ndio. Hapa kwa mfano ili eneo tuliokaa. Ni la wachungaji wanakaa. Yaani wale wachungaji ambao niko nao, kuna watu wachungaji kadhaa, ukiacha wengine wengi wanakaa huko. Na eneo hili hapa kuna watu wengine, kuna eneo ambalo nitaliweka litazibwa kidogo. Kwa sababu ya kuna watu wanakuja, labda mtu ni kiongozi, labda mtu ni msanii, labda mtu ni mtu mwingine anaogopa asichukuliwe kwenye TV. Kuna eneo lao nitawatengenezea hapa ambalo kamera zitafika hapo. Kwa hiyo itafungwa ili kama mtu akikaa asihofu kwamba labda atachukuliwa akarushwa. Mwingine amekimbia kwenye dini yake, anataka aje apokee uponyaji. Atakaa tu hapa. Ili tumsaidie nayo. Unajua katika Biblia kuna watu walikuja kwa Yesu hata usiku. Unafikiri unajua kuna mtu anaitwa Nikodemo? Alikuwa ni kiongozi wa dini. Lakini akawa anashindwa kuenda mchana. Ikabidi atoroke usiku kwa usiku. Amfuate Yesu kumuuliza, Bwana, mtu afanye nini? Azaliwe mara ya pili au aokoke? Akasema yampasa mtu azaliwe mara ya pili. Sasa mimi mtu mzee nitazaliwaje? Akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwa hiyo akamfundisha habari ya kuokoka. Lakini alikuwa ni kiongozi wa dini ambaye huko dini yake yote inampinga Yesu. Lakini yeye akagundua kwamba yule ni mtu wa Mungu. Mimi nitaenda kwa siri. Na Yesu hakudharau kule kuja kwake kwa siri. Yesu ilibidi aruhusu aje kwa siri na aliongea naye kwa siri na akamsaidia kwa siri. Na hapo ndipo ambapo palipo na jambo ambalo pia linakugusa wewe, kwa sababu tunaambiwa wanaokuja hapa ni watu wa dini mbalimbali. Na ingawa unazungumzia katika swala kwamba kutokana na wengine wajifiche, lakini wengine wala hawajifichi. Sasa wale wanakuja ndio. Wengine haogopi. Mimi na huduma Mungu alionitia ni ya watu mbalimbali. Dini zote. Huwa naambiaga watu hata kama umetoka kwa mganga wa kienyeji leo. Njoo. Ili uone nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu yoifuata huko ipi na nguvu. Wengi wanakuja wanatupa ilizi zao hapa. La wengine wanakuja na kuna watu wenzetu wa dini nyingi mbalimbali, mwingine anavaa sana dini yake. Huwezi kumzuia. Tunaruhusu anaingia. Mradi tuko salama. Anakaa, anasikiza neno. Na mimi wasiwaambie lazima uvue nguo zako za dini. Ndugu zetu wanajifunika kote. Kwamba lazima uvue hapa. Kwa sababu ni kanuni ya dini yake. Na anakuja hapa kupokea uponyaji. Na uponyaji wa Mungu ni kwa watu wote. Umesema huduma unayotoa ni kwa watu wa dini zote. Wewe mwenyewe una kanisa lako. Kama kanisa kama kanisa. Kwanza kanisa ni nini? Ndio. Naweza nikakwambia nina kiongozi wangu wa kiroho. Na baba zangu wa kiroho. Lakini wito wangu wanauelewa. Kwamba mimi wakati ninatoka Kilimanjaro na kanisa. Nilikuwa nachunga kanisa kabisa Kilimanjaro. Lakini Mungu akaniitia nikiwa Kilimanjaro, nilikuwa nafanya sehemu mbili. Nilikuwa nafanya kanisa ambalo sasa hivi nimeachia mchungaji ndiye mfundisha. Lakini nilikuwa na hema. Haya mahema sijaanza nao leo. Nilikuwa na hema lingine ambalo nilitoa South Africa. Mungu alifanya muujiza. Watu wanaosoma kitabu changu nimeandika mle. Nilikuwa sijafika South Africa, lakini Mungu aligusa mtu akanipa. Hema kubwa nalo. Nikalifunga pale Kilimanjaro. Nilifunga sehemu moja inaitwa Memorial na pale uwanja wa Mashujaa. Nimefanya kwa nilikuwa ni ibada yangu ya kanisa ya watu wa kanisani. Nilikuwa naifanya asubuhi. Kuanzia asubuhi mpaka saa 6, saa 7, saa 8, saa 10 tunakutana na watu wa dini zote uwanjani. Niliweka uwanjani ili watu wote wawe huru. Ndio maana napenda maeneo kama haya ambayo kila mtu anakuwa huru kuja. Sasa kasema pale ni dini fulani. Hapa ni Rise and Shine kwa ajili ya watu wote, panaitwa ubalozi wa mbinguni kuwasaidia watu wote. Kwa mtu anasaidiwa, mwingine anaponywa, anarudi kusali, anakosali. Lakini kuna wale ambao unakuta alikuwa hana kokota anakosali. Akifika hapa anasema mimi nimefika sita. Tunamsaidia kiroho naye. Kwa sasa hii madhabahu hapa wanakaa wachungaji. Ambao viongozi wale ambao niko nao ili iwe rahisi mimi nikisimama hapa communicate nao. Lakini vile vile hii yote ni eneo la mimi kusimama. Na ukiangalia lina umbo la msalaba pale.
Ukiangalia pale ni msalaba. Ndio. Na niliweka hivyo kwa makusudi kwamba nikitoka hapa ninahudumia watu, ninapita kwenye msalaba, napita juu ya msalaba kwenda kuwahudumia watu wa upande ule. Kwa hiyo ninakuwa na muda wa kutoka hapa nahudumia watu wananiona pale. Lakini zaidi ya hayo, kila hema lina skrini kubwa zile 4. Zile skrini kubwa kabisa ni 5x3. Ndio. 5x3, mita 5x3 ambayo inakuwa pale, hapo, pale, na kila hema mpaka mara 4, na hata huku mbele ziko. Na hapa mbele pote ni skrini ambazo watu wakikaa kule wananiona. Ndio. Na wanaweza kuona kinachoendelea. Ndio. Ubunifu huu ni wa nani? Umezungumzia kwa kiasi kubwa kwamba ni ndoto na nini, lakini kuna wataalamu ambao sasa hatimaye unawapa wazo lako wanalifanyia kazi. Ndio hivyo au kwa kiasi kikubwa ni wewe mwenyewe? Sehemu kubwa ninakuwa na vision, na wazo na ramani. Nawaambia tunataka kitu hiki. Nasikia tufanye kitu hiki. Na kwa mfano ukiangalia madhabahu hii tulikuwa hapa. Tulikuwa na watu wengine tunawaza ikaeje. Ilikuwa tuishie hapa. Lakini tukiwa hapa tunawaza wale kule tutahudumiaje. Baadaye tukiwa hapa nikawaza kwamba hii ifike pale. Lakini baadaye kaja wazo tukiwa na wenzangu tu hapa. Pale ni vizuri pakae msalaba. Kwa sababu ninapopita kwanza na maana yake kiBiblia. Na msalaba ni alama ya ukombozi. Kwa hiyo tukaweka hivyo. Lakini pia hapa juu ndio nilikwambia kutakuwa na truss ambazo zimeshafika. Ndio. Itazunguka inafuata hema mpaka pale. Na imejaa mataa. Yale ya blue, nyekundu, kijani. Kwa utakuwa unaamua hapa pawe kijani pote, pawe blue pote. Hii project au hii sasa ni ya gharama kubwa. Ndio. Unaweza kuelezea labda imekugharimu kiasi gani hii? Ninachoweza kukwambia kwa sababu bado hatujakaa chini tukapiga mpaka sasa hivi hesabu yote. Lakini mabilioni ya pesa. Ndio. Yametumika hapa. Ndio. Mabilioni ya pesa, sio hela ndogo. Ndio. Viti tu vyenyewe ni mabilioni. Ndio. Kija hapa kwenye hema, hili hema ni mabilioni. Hizi carpet ni dollars, laki za madola. Ndio. Ukija kwenye speaker, ukija ni mabilioni ya pesa. Lakini zote ni za kwako. Ni huduma. Ndio, kwa huduma. Kwa ajili ya huduma. Kwa maana ya kwamba unapata zaidi zile hela za sadaka au vipi hasa ambapo unaweza kuielezea kufikia kiwango hiki cha kuweza kupata kujenga jengo kama hili na labda na vitu vyako vingine ambavyo unafanya? Sasa hapa kuna tofauti. Kuna vitu vya huduma na kuna jambo kama mimi naweza nikafanya. Ndio. Nikitaka kufanya jambo la huduma, japo mimi nilivyo, hata nikiingia kwenye huduma hivi, ninafanya jambo. Hata niwe na pesa ya kwangu mimi. Mimi huwa sinaga shida. Nasema hii ipeleke kufanya kazi ya Mungu. Kama unafahamu historia yangu, wakati Mungu aliponiita, mzee alitueleza vizuri. Kila kitu nilitoa kwamba nimtumikie Mungu. Kwa hiyo mimi maisha yangu ni utumishi katika Mungu. Kwa hiyo hii hapa kuna pesa ya huduma, kwa hiyo siwezi kusema imetoka huko. Lakini kuna maisha ya watu wengi yamejitoa. Mimi mwenyewe nimejitoa. Huduma imejitoa. Kwa hiyo ni story ndefu. Lakini ijulikane kwamba ni offering na watu kujitoa kwao pamoja na mimi. Kwa hiyo zile sadaka ambazo unazipata kutoka kwa watu wengi hawa ambao wanakuja, unachozungumza kwamba kiasi kubwa zinarudi katika huduma. Yes. Zinarudi kwenye jamii, sehemu kubwa sana. Ndio. Ni kwenye jamii. Angalia hapa. Sio hii tunafanya tu. Ndio. Kuna wakati mwingine ukiona kama majanga yalitokea, ile watu waliangukiwa na kifusi. Ndio. Ule Kariakoo. Hata Kariakoo tulifanya kwa sehemu. Ndio. Lakini kule Manyara nilituma timu yangu. Ndio. Na magodoro. Ndio. Na unga. Ndio. Kusaidia watu. Ndio. Ilipotokea njaa huku kwa mheshimiwa Mchengerwa nafikiri. Ndio. Eneo la Rufiji huko. Ndio kwa Mchengerwa. Nilituma timu yangu huko. Ndio. Kwa
ilipotokea mwaka fulani kuitokea ndio njaa Dodoma, nakumbuka watu walikula mpaka wadudu. Ndio. Nilituma fuso nani? Scania. Ndio. Kupeleka vyakula. Ndio. Kwa hiyo sehemu kubwa sana tunajitahidi pesa iende kwenye jamii. Ndio. Na ifanye kazi ya jamii. Lakini yote hiyo kwa sasa uko vizuri. Tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri kabisa. Binafsi mimi niko vizuri. Ndio. Kwanza lazima ujue unapokuwa mtumishi wa Mungu. Ndio. Ahadi zako ni nini? Ahadi ya kwanza sisi ni ufalme wa Mungu. Ndio. Ahadi ya pili ni kustawi hapa duniani. Ndio. Ndio. Kwa hiyo ustawi ndio kama huu ambao unaweza kuwa unauzungumza. Ustawi unapokuwa duniani. Kwa mfano mimi ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Lakini huwezi kuacha kufanya vitu vingine kama mashamba. Ndio. Unaweza kufanya kama kufungua biashara. Lakini isichukue nafasi ya moyo wako kwenda kupotea huko. Ndio. Ukumbuke niliacha vyote nikaja kumtumikia nani? Kumtumikia yeye. Lakini Mungu ahadi yake ni hii. Yeyote atakayeacha vyote kwa ajili yangu kunitumikia atapata mara 100 hapa. Ndio. Kisha uzima wa milele. Ndio. Ndio ahadi ya Yesu. Ndio. Kwamba yuko na wanafunzi wake, wanafunzi walimuuliza, Bwana tumeacha vyote. Ndio. Tukakufuata wewe. Walikuwa na shida ya mawazo. Ndio. Kwa sababu mimi nimeacha kampuni. Petro aliacha uvuvi wa samaki. Ndio. Wana wa Zebedayo waliacha uvuvi wa samaki. Ndio. Akasema tumeacha vyote tukakufuata wewe. Tutapata nini? Ndio. Yesu akasema na wahakikishia. Yoyote aliyeacha chochote, nyumba, mali, mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, atapata mara 100 hapa kisha uzima wa milele. Kwa hiyo ni ahadi ya Mungu. Kisha kwa ahadi ya Mungu kufanikiwa ni lazima. Ndiyo. Kwa mtu yote wa Mungu ambaye anajua kanuni. Ndiyo. Kufanikiwa ni lazima. Ndiyo. Yeah. Kuna watu wanafuatia kwa karibu, achilia mbali wanaokuja hapa, lakini wanafuatilia huo ufanisi wako kwa ujumla. Ile hali ukienda kwa mposa saa nyingine hata huduma zinatolewa kwa grade. Maana anasema wale hizi sasa hii unaionaje kwamba kama mbona inatokea kitu cha kuwaweka watu tofauti na kuwaweka katika tofauti na hawa wote wamekuja kusikiliza neno lako? Nadhani watu ni tafsiri zao mbovu. Unajua tafsiri, mtu asipofika akaangalia na kuhakikisha ukifika ukaangalia kinachofanyika, utasema ni sawa. Ndio. Lakini mtu mwingine na shida ya ni wa Tanzania wanapenda kusikia vitu kwenye mtandao, anakishika hivyo hivyo. Ndio. Kuna kipindi hata nilikuwa pale Vatican, niliambiwa nauza udongo. Nauza udongo wa kaburi la Yesu. Ndio. Kwamba nimeenda kuchukua udongo Israeli. Ndio. Mimi sijawahi kufika Israeli mpaka leo. Sijawahi kufika. Sasa ni tafsiri za watu. Kwa mfano, tunapokuwa ibadani kuna vitu vinaitwa sadaka. Ndio. Sasa tunaposema sadaka, watu wanaweza kana kuna viwango. Hakuna viwango kwenye sadaka. Tunaposema sadaka tu. Sadaka hakunaga sadaka kubwa wala hakunaga sadaka ndogo mbele za Mungu. Kama sadaka inalingana na moyo wa mtu. Tunaposema hii ni sadaka, sio na uwezo wa mtu. Moyo wa mtu kwanza. Ndio. Moyo ndio unasema kulingana na ninavyompenda Mungu nimtolee. Pia na uwezo wa mtu. Ndio. Siku moja shemasi wangu mmoja Kilimanjaro, wakati niko kwenye kanisa. Ndio. Alinifuata. Nafikiri alizoea kuona sadaka nyingi. Ndio. Siku hiyo kana sadaka ndogo kidogo. Akaja na masikitiko, na mbona amesikitika? Hasa leo sadaka ni ndogo. Nikamwambia nani amekwambia sadaka ni ndogo? Ndio. Sadaka hakunaga sadaka ndogo. Nikamwambia usirudie tena. Ndio. Kwa sababu ndani ya hiyo sadaka kuna mjane ametoa senti 2. Ndio. Ambaye kwake senti 2 hiyo ndio ilikuwa ya chakula. Ametoa hapo. Afu unakuja kusema sadaka ni ndogo. Hakuna sadaka ndogo, usidharau sadaka. Anayeweza kupima sadaka ni Mungu. Ndio. Sasa wanapokuja watu, kwa nini wanatafsiri watu kwamba tunapima? Hapa tuna eneo la muda wa sadaka. Sadaka yako ya hiari kumpenda Mungu. Namba 2, tuna fungu la 10. Fungu la 10 huwezi kujipimia. Fungu la 10 unapima kulingana na kipato chako. Mungu amekufanikisha nini? Na fungu lako ni nini? Umeelewa? Sasa pale kwenye fungu la 10 mpaka Mungu atasema mmemuibia. Anazungumza mwenyewe kwamba wameniibia zaka zangu. Maana yake kama ilikuwa fungu ni shilingi 10,000 au 100,000, fungu la 10 10,000, umetoa 5,000. Ndio. Unakumbuka hata mtu mmoja kwenye Biblia alikufa. Anaitwa Anania na Safira na mke wake. Wote walifia madhabahuni kwenye eneo la sadaka, sio eneo la mchezo. Walikuwa wametoa kiwanja sadaka.
Walipokutoa kiwanja sadaka, walitoa nafikiri eneo liko na uzoga bei rahisi. Ndio. Sasa walipokitoa tu kwa Mungu, kikiwa kwa Mungu kinapanda thamani. Ndio. Kiwa na baraka, wakakinunua tu kwa gharama kubwa. Jamaa akaona kanisa alijui kama nimeuza hivi. Ndio. Akakata, akachukua kidogo akapeleka. Ndio. Petro akamwangalia akamwambia, "Ni hii tu mmeuza?" Akasema, "Ni hiyo hiyo." Akasema, "Kwa nini unamdanganya Roho Mtakatifu?" Je, umeamua kumdanganya Roho Mtakatifu? Aliposikia hivyo tu, sijui ilikuwaje akaanguka kafa. Mke wake naye anaingia, kumbe mpatana aingie moja moja ili sijulikane kama wamepanga. Akaingia na akasema, "Ni kweli mmeuza hivyo na mume wako?" Akasema, "Ndio." Sasa kwa nini mmekubaliana na mume wako kudanganya madhabahuni? Pale mke wake naye akafa. Wakamzika. Kanisa la kwanza. Sasa kuelewa kwamba sadaka kumbe unaweza eneo la sadaka uliyopanga au kama ni fungu la 10 unahitaji kuwa mwaminifu kwa Mungu. Ndio. Hiyo ina utisho wake. Lakini kwa nini watu tafsiri hapa madhabahuni wanasema tunapanga kiwango hiki na hiki? Ni pale ninapoita watu wa kupeleka injili redioni. Ndio. Wewe unajua wewe ni mtangazaji. Redioni tunatumia mamilioni ya pesa. Mpaka kufika hapa ukiangalia Channel 10, ukiangalia Azam, ukiangalia kila mahali tunalipa ni mamilioni ya pesa. Sasa huwezi kusema tu sadaka, unaambia watu yule ambaye anaweza. Na sio kwamba watakaoombewa magonjwa kupona ndio wao wanaotoa. Uponyaji hauamuliwi na sadaka yako. Uponyaji unaamuliwa na imani yako. Tunafundisha watu imani, lakini utoaji ni baraka, kujitoa kwa ajili ya injili. Unaambia mtu utakayejitoa kwa ajili ya injili, Mungu amesema atafanikiwa mara 100 hapa. Na watu wameona baraka, kwa nini wasitoe? Sasa tunapoita watu wa kupeleka injili, kuna makundi matano. Kuna kundi la 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 na 5,000. Tunaambia mtu kama unaweza njoo upeleke injili. Kwa wale ambao wanaweza 5,000. Lakini kama umeshindwa hapo, kuna wakati wa wewe kutoa sadaka ambao unasikia kutoa huzuiliwi. Lakini makundi haya matano tunataka watu ambao kutokana na Mungu alivyonipa neema, makundi matano kwa ajili ya kupeleka injili. Unapeleka kwenye ni mamilioni tunalipa, lakini unasema mimi katika mamilioni nachangia 50,000. Mimi katika nafikiri hata dini zote zina wakati ambao kuchangia kiasi fulani. Kwa hiyo ni moja ya michango ambayo inapeleka injili, kulipa kwenye TV, kulipa kwenye redio, kulipa kwenye gharama hizo. Katika kuzungumzia hili umegusia kwamba kuna wakati watu walifikiria unauza udongo pia. Yes. Sasa lakini kuna vitu ambavyo unaviuza. Kuna swala la maji na mafuta. Ndio. Kwanza thamani gani iliyoko katika haya maji au hizi product, kwamba kiasi ambacho kinapata thamani ya kutaka kuuzwa? Kwanza ndio maana nakwambia tafsiri za watu. Haya mafuta au maji naoombea sijaanza leo. Tukiwa Kilimanjaro mpaka hapa, wale ambao wanakumbuka zamani, nilikuwa naombea maji, naambia kila mtu aje na maji yake. Kwa nikitangaza sasa, kwa sababu ya neno langu ninalotangaza, maduka yanavamiwa. Ndio. Kuna kipindi maduka yalikuwa yanakosa maji maeneo ambayo ninafanyia huduma. Ndio. Kwa ninaombea maji na nilikuwa tunakwepa sana kwamba watu wasije akasema mnafanya biashara. Ndio. Tulikuwa tunakwepa sana hiyo. Sikutakaga hiyo. Lakini kadri ya Mungu anapofunua kwa ajili ya kuombea maji, miujiza inayotokea huko, watu wanakuja na maji. Ndio. Sasa nikisema uje na maji, wengine wanakuja na madumu. Wengine wanaenda kwenye maduka watu wanachukua. Sasa wazo likaja tukiwa pale Vatican na eneo pale Lion. Tukasema kwa nini tusiombe kiwanda? Kwa sababu kuna kipindi naombea maji kwa mwezi mzima, naambia watu wakusanye maji yao. Kwa hiyo wanaweka majina pale ili kwamba maji yako yasipotee. Unaweka nembo yako pale. Ndio. Kwa watu wanakusanya, fikiria watu zaidi ya 1,000 au watu 100 ngapi au 10,000 waweke maji hapo. Kwa hiyo anakuwa rundo. Kwa hiyo kabidi naombea hapo labda siku 21. Ndio. Siku ile ya 21 wanapochukua watu, ndio kazi ilipokuwa. Kwamba unasoma kila jina kumrudishia mtu maji yake. Ndio. Ilikuwa ni vurugu. Mnakesha ni usiku hapo. Sasa wazo likaja, lazima utafute njia ya kurahisisha kazi unayoifanya. Wazo lilikuja tukasema okay, tuongee na kiwanda, maji yawe aina hii moja. Ili kwamba hata nikiombea siku 21, kila mtu anakuja kuchukua maji yake. Sasa unapoombea na kiwanda wanaleta maji kwa jumla. Tunachowapa watu hatuongezi senti zaidi ya madukani. Kama vile wanavyonunua madukani ndio bei wanaolipa hapa. Lakini yale maji ningewaambia watu, maji ya upako 10,000 mtu angechukua.
Ndio. Lakini kwa nini tunataka mpaka mtu wa kawaida anaweza kununua maji dukani? Ndio. Alete maji yake. Sasa haya maji kabla sijamaliza, Ndio. achukue maji. Na ili siku ya mwisho tapo watu wanapochukua maji pia wagawie tu maji bila kutaja, bila kutafuta majina maji ya nani. Lakini vile vile kila ibada yangu ukija utaona maji yapo, maji ambayo yanatolewa kwenye huduma na yapo ya maji mtu ametoka nayo nyumbani. Hatulazimishi mtu kuchukua maji hapa. Na bei ya hapa ni ya dukani. Lakini kila mtu ambaye hana pesa anakuja na maji yake ya nyumbani. Ninayaombea hapa. Na watu kinisikiza kwenye vipindi vyangu huwa nawaambia watu kama na maji ya kutoka ibadani au na maji ya nyumbani, inua pale yalipo. Nayaombea. Kwa sababu kinachofanya kazi sio maji. Kinachofanya kazi ni upako wa Mungu alionipa na uachilia juu ya maji. Kwa sababu hata hii kitambaa hata nikaachilia upako na ukapeleka juu ya mgonjwa akapona. Matumizi haya maji hasa ni yapi? Maji hayo inafuatana na siku hiyo Mungu amenipa maelekezo gani. Lakini cha kwanza ni watu kunywa. Unakunywa tu. Ndio. Lakini maana yake unakunywa unaamini Mungu atakuponya. Na wengi wameponywa. Na juzi kama mtu alifuatilia kwenye TV nilikuwa nimeita vijana waliokuwa ibada ya Jumapili. Vijana na watu wote ambao walikuwa wanavuta bangi, kutumia madawa kulevya, wote ambao baada ya kutumia maji ya upako na mafuta upako wamefunguliwa. Nililia. Unaweza kutoa machozi. Ni vijana zaidi ya 100 ngapi wamekuja. Walikuwa madawa kulevya, lakini ninapowaombea maji wanasikiza kule, anakuja kuchukua maji anakunywa. Mwingine sasa nilipofika tu nikanywa maji siku nilipoambiwa nije hapa. Siku ile kiu ilikata. Kwa kinachofanyika pale ni maelekezo ya mtumishi wa Mungu. Kama watu wanaelekezwa na waganga wanafanya vitu ambavyo ni vya ajabu, si bora maelekezo ya maji? Ni simple sana. Na mafuta? Na mafuta nao ni hivyo, unaweza kujanoint. Kibiblia mafuta yameandikwa kabisa. Ndio. Maji pia kibiblia yameandikwa. Ni kimaandiko. Ndio. Wewe unajua kuna siku mtu mmoja alikuwa na ukoma anaitwa Naaman. Alienda kwa Elisha nabii kwamba nina ukoma. Ni alikuwa ni mkuu wa majeshi. Yule jamaa akamwambia, yule mtumishi wa Mungu akamwambia, wala kutoka nje kumuona. Yeye alifikia atakuja amshikeshike kwenye ukoma mponye. Hakutoka. Alimwambia, nenda kwenye mto Jordan. Maji kwenye maji. Kwenye maji. Jioshe mara 7. Ngozi yako itatakasika. Ndio. Jamaa alitaka kugoma kwa sababu ana heshima. Ndio. Akasema mimi na heshima zangu niende kwa wenzako, watumishi wake akamwambia nenda kaoge. Ndio. Kama ningekwambia jambo kubwa si ungefanya? Akaenda kuoga mara 7, ngozi karudi kama mtoto. Ukisoma mwenyewe unajua kwenye maandiko, Yesu siku moja alimponya kipofu, akampaka tope kabisa. Ndio. Akamwambia nenda kanawe kwenye ibirika sura. Akaenda akanawa akarudi anaona. Maji yametumika sehemu nyingi kibiblia. Maji haya. Ndio. Lakini vile vile ukisoma kwa Biblia ya mafuta, Isaya 10:27 inasema hivi. Tena itakuwa siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako, nira yake itaondolewa shingoni mwako. Nira yake sio nira yako. Maana unaweza kuwa unatembea kumbe na mizigo ya watu ujue. Ndio. Una nira zimekufunga. Sasa ile ni maelekezo watu wapako mafuta waelekeze watu. Hasa nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta ya upako. Kwa mimi ninachoweza kukuambia watu wanachotakiwa wasibisha wakiwa mbali. Hata kama unataka kutumia maji ya upako, wewe njoo usikilize. Hakuna mtu kwa sababu hapa ulazimiki kwamba lazima uingie na maji. Hapana. Wengine walifikiri labda baada ya ile incident ya Moshi labda swala la mafuta ungeliacha. Hapana, kama jambo ni kusudi la Mungu, huwezi kuliacha. Huwezi kuliacha kwa sababu mambo hutokea. Jambo jema linaweza likaja, lakini likainuliwa jambo ambalo linataka kufuta lile jambo jema. Kwa hiyo hatukuacha kwa sababu ni la Mungu. Na maono haya sijapewa na wanadamu. Hii neema nimepewa na Mungu. Kwa kuwa tunakaribia mwisho wa mazungumzo yetu ambayo tumeanzia Mbeya, tumekuja kuyamalizia hapa Kawe. Labda wacha tukufahamu kidogo. Mwenyezi Mungu amekujalia watoto wangapi mtume? Mimi na watoto 2. Ndio. Mabinti 2. Ndio. Ambao mmoja anasoma, mmoja ananyonya. Okay. Aha. Aha. Ndio. Vizuri. Tunamshukuru Mungu. Ndoa yangu iko salama. Sawa. Niko na mke mmoja. Ndio. Sawa. Sasa hii shughuli ya hili jengo kubwa na mambo mengine itafunguliwa lini hili? Na una mpango gani katika kuhakikisha
limefunguliwa karibu na hadhi inayoendana na, na hapa. Ukiona kule nje unaona magreda. Ndio. Yale magreda kuengua, kutua. Tunatengeneza sasa landscape ili ikae vizuri. Alafu vile vile hii fence ya bati inatolewa. Ndio. Kuna fence imetoka China. Aha. Itazunguka jengo lote. Lote. Na ina mageti zaidi ya 20. Nafikiri geti kama 10 na kitu, na 20 karibia 20. Ndio. Mageti. Lakini pia pale kwenye lango pale kutakuwa na eneo nzuri natengenezwa, pameshatengenezwa vizuri. Kwenye lango kutakuwa pia na supermarket itakuwa pale kwa ajili ya watu, mtu yoyote anasikia na kitu anataka kununua itakuwa pale. Lakini pia kule upande wa kule kutakuwa na restaurant, watu wakitaka kula, mwingine ameshinda hapa muda mrefu, kutakuwa na eneo restaurant, parking zitakuwa pale, na tumeweka solar KV 100 ambayo solar itaendesha ili jengo bila wasiwasi. Sasa lini unatakiwa kulifungua sasa? Itakuwa ni siku ya uzinduzi. Kwa sababu hiyo jambo la kimungu unapolizindua pia lina upako wa kufanikisha watu wengi. Ukisoma kwenye maandiko kulikuwa na uzinduzi wa jengo la Mungu. Mungu aliwaambia watu, kwa nini mnakaa kwenye nyumba nzuri wakati jengo langu linaharibika? Akasema nendeni milimani mkatafute miti. Tengenezeni. Wakati watu wakaenda milimani wakatengeneza, walipomaliza Mungu akasema sasa katika Hagai anasema mnaona nyumba yangu sasa nitaenda kutikisa mbingu, nitakwenda kutikisa nchi kwa ajili yenu. Dhahabu na mali na dhahabu na fedha ni mali yangu. Naenda kutikisa kwa ajili yenu. Kwa Mungu tunapozindua jengo lake kuna watu wengi pia wanafanikiwa. Sawa. Tunapozindua eneo la ibada, ndio, kuna maisha ya watu wengi yanafunguka pia kufanikiwa. Sawa. Kwa hiyo ni siku maalum ambayo itakuwa ya baraka. Sawa. Ingaje jengo hili halijafunguliwa, lakini tunaamini kwamba hapa patakuwa ni mahali pa amani, pa imani kubwa. Yes. Na rehema za Mwenyezi Mungu zitakuja. Kwa tufunge mazungumzo yetu ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu na wewe, tufungie kwa sala nzuri tu. Amen. Asante. Basi niseme kwanza nashukuru kwa nyinyi kuja hapa. Nishukuru kwa timu yako yote mpaka kusikia kutembelea na kutuona, na vile vile kupitia Mbeya pale ni jambo la baraka, na naamini ni mambo ya kuwajenga watu pia, na mambo mengi tunatamani watu wajifunze na kuiga jambo jema ni baraka. Watu wajifunze na waweze kufanikiwa pia, na tunaombea watu mafanikio, na nyinyi wenyewe tunaombea mafanikio. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya mazungumzo yote haya. Natamka baraka juu ya jengo hili, baraka juu ya anga, baraka juu ya watoto wako waliokanyaga mahali hapa, na wabariki. Natamka kibali juu ya maisha yao na nyota zao zikang'ae. Na achilia baraka juu ya watendakazi wote katika ofisi yao. Nabariki Mzee Tido Mwando na kazi yake, nabariki timu yake yote, nabariki media yao, in Jesus name. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru. Asante. Amen. Mungu akubariki.